Bwana we, picha inaanzia hapa, bidada akimpigia mtu ramli. Kwenye kupigia ramli lake ni bosi kubwa ambaye alikuwa anamwambia future yake na maisha yake ambayo mbele atakutana nayo. Na huyu hapa ni binti ambaye analelewa katika familia hiyo ya kitajiri, lakini kwa maficho. Ndani ya miaka 25 yeye na mama yake wamefanywa kama watumwa wa kumwangalia tajiri huyo na familia yake na maisha yao. Yaani hawa watu ni wa miujiza. Huyu hapa anaitwa Minjo. Minjo hapa ni nyumbani kwao na amealika marafiki zake sana waje kutembea leo hapa nyumbani. Na huyu anaitwa Sokang. Sokang ni rafiki wa Minjo. Yaani hawa wamemaliza chuo kikuu, wamekuja kupongezana hapa na wakaulizana salamu za maisha na vitu vingine, kubadilishana mawazo na kumisiana kwa kuwa shule tena ndio imeshaisha. Haya, Minjo kaja na shangaa, lakini hapo ndio tena upande hapa bibie akiwa anakaribishwa chakula na bosi ama mfanyakazi mkuu wa bosi, lakini anakuwa na kidonge maalum anapewaga kama peremende, na hiki peremende inakuwa inampelekea mpaka anapata usingizi. Lakini leo hakuimeza ile peremende, bali aliiweka tu na alipoitema na akasema leo hapa hakuna kulala mtu. Haya, kuna kitu amekiona, basi akaenda kashika mlango kwa kushangaa, lakini nani Sokang naye alikuja alishika ule mlango. Kibaya zaidi, huyu dada anapogusa mkono wako na mkono wake, yani viganja vyenu vya mikono vikigusana, ina maana dada huyu anaweza kukuangalia mpaka utumbo. Na dada kanena, hakika afanya mlango ufunguke bila kujijua. Lakini kwa mbali mwanaume bila kujijua alifungua mlango ule bila kuelewa kitu gani, lakini yote kwa komandi ya huyu mwanamke. Na mwanamke akaanza kumfuatafuata jamaa kila anapoenda na mwanamke. Na hapa kwenye basi sasa alipofika, jamaa anashangaa, lakini akaona isiwe shida, anakwenda akamwambia bwana wewe udemu umekuja naye, wewe mlipie nauli. Mchita kwa na isiwe shida. Basi sawa, ikabidi alipe nauli maana ametoka naye ndani ya nyumba ile. Anamwambia dada unaenda wapi? Inabidi dada anambia mimi nitakufuata wewe. Nitakufuata wewe. Dada anataka kudondoka kwa sababu ni mshamba, anaonekana gari haja kupanda, na mchiza akaona inabidi ujishikilie. Unapopanda mwendo kasi lazima ukamate hivi vitu ili mado usipate kushoka. Jamani wao, Dar es Salaam ni nzuri sana. Dar es Salaam nzuri. Dada kama alikuwa ametoka kwao Kigoma, kumbe ni mtu hapa tu Dar es Salaam, lakini ni mshamba vibaya. Haya, jamaa bwana mtu wa mikono yako hapa, lakini bahati nzuri hakushika ule mkono wake vizuri, yani mkono ambao alikuwa anatabiria angeushika bila glove ingekuwa shida. Basi akaona bora vua viatu vyake na mpe bibie, mada akaona isha kwa zahma, mtoto kama huyu mizuri miguu kichanika na huko mjini watamshangaa sana. Basi Sokanga akatembea kwa peku akafika hapa nyumbani kwa mama, jamani nimekuletea mgeni. Wow jamani, haya basi karibuni. Basi kama ilivyokuwa kawaida, viatu vyako viko wapi? Viatu vyangu nimempa huyu jamaa bwana avae hapa, na huyu mtu alikuwa anafuatafuata ametoka kwa kina Minyo. Basi nikamkuta huyu dada naye anafuatafuata. Mama akambia basi sawa, karibuni chakula. Lakini hapa kwenye nani, dada akasema jamani ngisi hawa. Mama kweli akaandalia msosi wa ngisi na akaanza kula kupiga via story. Dogo bwana akamwambia bwana huyu ni ndugu yake na Minyo, nimemkuta huko kwao nimekuja naye. Basi hamna shida, inabidi hapa ndio. Lakini mama alifanya makosa. Alipofanya makosa, mtoto akamnenea akamwambia hakika watakuja wageni wengi na mtauza samaki wote. Na mara ghafla punde sio punde wageni hao wakaingia. Bwana tumekuja jamani, tumetoka katika hoteli ya Selamals pale ilikuwa pale katikati ya jiji Posta. Kwa hiyo jamani tumekuja kuchukua samaki wote. Na kweli siku hiyo mama alifanya biashara na akaamini yale maneno ya yule binti, ya maana yalitimia akawa ya ukweli. Mama akamwambia mwanangu, hakika huyu binti ni wa kutunzwa, na kumwambia dada tunashukuru sana. Basi mama kwa furaha akawaaga vizuri, akamwambia bwana inabidi muende nyumbani mkapumzike. Haya, huku upande wapo tumuona mama yake na yule binti Beu anaangalia picha zile zote za utoto na kumbukumbu ya mambo yote aliyopita na picha zote alizopiga. Ni vitu ambavyo vinamfanya kumbuke mbali. Na binti yake sasa ametoka. Kile kwa binti yake leo imekuwa kama siku ya sikukuu, yani Eid ama Christmas ama mwaka mpya. Basi ametoka na mtoko mkubwa na jamaa huyu. Basi jamaa kila kamari leo anaocheza ni mtu wa bahati, kwa sababu yuko na binadamu mwenye miujiza mikubwa. Yani yule binti akivua tu gloves zake katika mikono yake, inapogusana na mikono yako, wewe ni mtu wa bahati katika maisha yako. Basi dada akachukua dude kama cha kufalme na akamvisha jamaa kaisi mbali. Kwa mimi ndio nisije nikawa mfalme, demu shika. Usilete mambo ya ndoto wako. Huko bwana mzee Samjong amechukia baada ya kupata taarifa yule binti ndani nyumba nzima wanamsaka hawamuone. Na hapa punde so punde jamaa anamrudisha. Mzee alikasirika sana. Alisogea kwa mikono, lakini dada alimshikilia tight jamaa na miujiza kifuani mwake cheni ikawaka. Lakini mzee akamwambia hii ni mali yangu, akamtandika kibao kikali. Sokang mwana alipokuja, baba huyu ni rafiki yangu, ambia rafiki yako ana adabu, haraka sana mpelekeni kituo cha polisi. Kutokana mzee ana nguvu za pesa nyingi, yani mzee ni tajiri mkubwa sana. Binti anajikuta amemwingiza mtu katika hatari kubwa ambayo yeye mwenyewe hajaitegemea. Lakini mzee anamwambia wewe hujui tu kwa nini mimi namsamini huyu binti na kuwatunza hapa muda wote. Naomba mama umwangalie mwanao na umwambie hizo habari za kutoka. Mimi sizitaki. Akamrudia mwanangu, sikiliza, huyu mwanamke ni mtu wa kumwangalia, na hao marafiki zako ajabu mwanzo leo mwisho leo sitaki kuwaona. Mzee alikwazika, lakini Mungu alisua Asumani akatumiwa
wakili alikuja kumtoa ndani ya kituo cha polisi, akamwambia sikiliza kijana, achana na ule binti. Na hapa aliporudi nyumbani mama yake na mvua kubwa inanyesha, lakini mzee alipanga mipango mibaya juu ya familia hii. Basi yule mama alimnusuru mwanae na mama akaangamia. Na hapa ndio ikawa mwisho wa kumpoteza mama yake mzazi. Yani mama yake mzazi alifariki dunia kwa ajali ya kugongwa na gari, lakini mipango yote na bala lote limetoka kwa yule mzee Minjong. Na hapa baada ya kumzika mamake, Minjong akatumana na watu wakamteketeza kijana na akamtia baharini katika maji mengi yenye kina kirefu. Na huku yule mtoto wa Minjong akapigiwa simu akamwambia, bwana, rafiki yako kipenzi amefariki. Na alipokuja kushuhudia akamwambia, baba, kitu gani ambacho umefanya? Akamwambia, yoyote ambayo atazuia njia yangu mimi ni kumwangamiza tu, kwa sababu njia yangu mimi si ya kuzuika. Na akafuata hapa kawapa onyo. Sasa yule mwanaume ambaye wangutia mbele mbele na kisha pankuna, huyu mwanaume tayari nishamtanguliza mbele za haki, na wewe ukizingua nitakupeleka mbele za haki. Mzee akapiga biti zito, dada akapata mpaka homa kwenye usingizi wake, mama kala zikutwa nzima kumfutafuta tu na kumtuliza homa. Lakini Mungu si Wasumani, huyu jamaa alipata msaada kwa Tai Chung. Tai Chung yeye alikuwa ni mvuvi mkubwa katika bahari hiyo ya hapo Bagamoyo. Basi Tai Chung akamwambia, bwana, sikiliza kijana wangu, nimekokota tu na nimekuhifadhi. Najua kumbukumbu bado haijapotea, lakini nimekukuta katika hali mbaya sana, hali ambayo ilisikitisha, kabidi nikusaidie. Na hiki hapa ni kitambulisho chako ambacho nimekukuta nacho, kitakusaidia ukijisikia kukaa hapa mtaani kuendeleza na mambo yako kidogo, ili mada unakutafuta wasikudhuru. Basi dogo alimshukuru sana mzee Tai Chung, na mzee Tai Chung akamwambia, bwana, kijiji chetu ni kizuri sana na kina bado una mambo ya uvuvi, kwa unaweza ukaendelea hapa na uvuvi, baadaye utaenda nyumbani kwenu. Basi kijana ikabidi aingie mtaani na mzee Tai Chung wakawa kama familia na wanaendeleza masuala ya kuvua ya hapa na pale. Basi na kijana familia pale alizokuta na watu wa pale walikuwa wakarimu na wastaarabu, na maisha yakaendelea, yani kwa furaha wakampata mgeni, lakini vichanganyiko na mitihani kitu cha kawaida. Lakini siku ya leo bwana mdogo amemfuata binti akamwambia, acha kuwa na huzuni, mimi leo nataka nikutoe out. Akamwambia, hapana, siwezi kutoka out, ina maana baba yako alichokwambia wewe umekisawa. Akamwambia, hapana, baba ni baba na mimi hapa ndo tajiri ambao naukuja, na utajiri wote ni mali yangu mimi. Leo nataka nikufanyie surprise, nikutoe nje, tafadhali naomba tutoke nje. Basi dada akajiandaa, kila anapotaka kutoka ndani ya nyumba, mfanyakazi mkuu akamwambia, hapana, sikiliza, mimi huyu hawezi kutoka, babako ni mkali sana, mwenyewe unamjua. Akamwambia, sikiliza, baba lolote atalokuuliza mwambie mimi ndio ambaye nimehusika, naomba upishe njia. Mama akaona sifukuzwe kazi, akaona isiwe shida, na kweli mchizi alitoka naye mpaka out, na akamwambia, katika maisha yangu nataka nikupe uhuru wa maisha yako, na sitakufunga kama babangu jinsi anavyokufunga, nataka nikuache huru. Lakini ghafla dada amini macho yake, anamuona yule mwanaume ambaye alisadikika ameuawa mbele ya macho yake. Mwanaume huyo hapa anaendelea kupanga visamaki ni na nini, anasema, jamani, nilijua tu kama hajafa. Na alirudi nyumbani kwa furaha, na ikabidi amwambie mama, yule mwanaume Kang'o hajafa. Mama akamwambia, mizimu ina maana imesikia dua yako na maombi yote tuliyaomba, lakini usijali, leo tutafanya kitu. Na kweli usiku ulipofika ikabidi wafanye kitu. Basi mama akamwagia chai makusudi, ni madi dada atapovua tu gloves zake mama amkamata. Ina maana mama ni mwanga mkubwa kuliko hata mtoto wake. Lakini mama sasa hivi na akamwamuru yule jamaa, bwana, sikiliza wewe mdada, naomba tutoe nje. Na kweli mfanyakazi akaanza kuongoza nje, na kila mtu alimuuliza anamwambia, nimeambiwa na bosi toke nje. Walipofika mpaka nje, mama akamwambia, sikiliza, mimi humu ndani nimepazoea mwanangu, chukua kofia itakusaidia, naomba uende moja kwa moja na uchukue uhuru wako, kwa kuwa mimi nakupenda sana wewe na ukae katika maisha furaha. Lakini mtoto akaondoka na kumwacha mama yake, na mama alidondoka chini kwa sababu alitumia nguvu kubwa ya uchawi. Na hapa kama jamaa alihisi kitu, lakini hakuelewa ni namna gani. Hapa dereva taxi ambaye naenda feri bwana, feri sehemu gani? Mimi nishakwambia